Sasa leo hii bwana, nipo ninaandaa hili jivu hapa kwa ajili ya kutibia kuku wangu, na ninataka niwaeleze umuhimu wa jivu kwa kuku au jivu lina kazi gani kwenye ufugaji, lakini pia mwishoni kabisa nitawaelekeza namna ambavyo unaweza ukatumia hili jivu au vitu ambavyo unaweza ukachanganyia hili jivu ili kuweza kutibu ugonjwa wa mdondo. Mdondo ndio kideli au ni Newcastle. Hili jivu linatibu vizuri sana. Yaani kuna mchanganyo ukiwachanganyia kuku wako kwa kutumia hili jivu, ndani ya siku 2 kuku wako wanakuwa wamepona. Kwa hiyo hapa kwanza nitaanza kutaja umuhimu mwingine wa jivu. Kwanza kabisa, jivu unaweka kwenye chakula. Huwa tunachanganyia kwenye chakula cha kuku, na lengo kubwa la kuchanganyia hili jivu huwa linakuwa ni kuondoa sumu. Kuondoa sumu, kwa mfano labda umenunua pumba huko, pumba ziliwekwa tu bila ya kukaushwa, waga zinatengenezaga uvundo fulani. Sasa ule uvundo waga unakuwaga ni sumu na unaletaga athari kubwa sana kwa kuku. Unaweza kuona kuku wako unawalisha chakula vizuri kabisa, lakini mwisho wa siku unakuta amefanyeje, amevaa makoti. Ile inatokanaga na vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo ukizikausha vizuri, pia ukaweka hili jivu, linakwenda kabisa kumaliza ile sumu kwa kiwango maalum. Jivu unaweza ukaweka jivu. Kwa mfano kanuni yetu ukikutana nayo, kuna sehemu tumeandika vitu ambavyo waga vinaondoa sumu, vile ambavyo vinauzwa dukani. Kwa mfano toxin binder ni mfano wa nani, kwa ajili ya kuondoa hiyo sumu kuvu tunaita. Lakini kama unaikosa kabisa dukani ile pale, basi unaweza ukatumia hili jivu. Na hata wanaonunua hiyo kanuni huwa tunawaelekeza kabisa kwamba bwana, ukiona umekosa kabisa hiyo toxin binder, basi chukua tu jivu, pima tu jivu, liandae vizuri, chekeche vizuri, wapatie kuku wako. Jivu lina tofauti na mkaa. Usije ukatumia matumizi linapotumika jivu na mkaa, japo kuna matumizi yanaingiliana, lakini jivu ni tofauti na mkaa. Kwa hiyo kazi ya kwanza ni hiyo. Kazi ya pili, jivu linaondoa vijidudu ambavyo vipo kwenye ngozi ya kuku. Kwa mfano utitili, viroboto, linaondoa vizuri kabisa. Yaani ukiweka sehemu ambayo kuku labda waga wanaoga, mnajua kuku waga kuna muda mwingine wanaoga kwenye vumbi. Kwa hiyo ukichukua ukaweka jivu hiyo sehemu, ukamwaga jivu, unakuwa umeondoa viroboto na kuwafanya pia ngozi iwe vizuri, kuimarisha ngozi iwe vizuri. Kwa hiyo kama kuna sehemu kuku wako waga wanaoga vile, wanatibua vile ile vumbi, basi unaweza ukaenda ukamwaga jivu hiyo sehemu. Hiyo ni kazi ya pili ya jivu. Lakini kazi ya tatu ya jivu linaondoa harufu mbaya. Ukitaka kujua, ukienda maeneo ya vijijini kabisa, mle unakutaga jivu wameliweka chooni, wamemwaga chooni. Lengo lao kubwa waga linakuwa ni kuondoa harufu. Kwa hiyo hata kwenye mabanda haya, muda mwingine unakuta banda linatoa harufu kali ya kinyesi cha kuku kama amonia. Muda mwingine ukipita hata barabarani unakutana na hiyo harufu. Kwa hiyo ukitumia hili jivu bwana, unaondoa hiyo sumu, hiyo harufu kali, unaiondoa harufu kali kwenye banda. Hiyo hapo ni kazi ya pili. Lakini pia sambamba na hapo, ukileta kwa mfano umeleta kuku bandani kwako, ukawatoa, unataka ulete kuku wengine, mabanda mengi waga yanakuwaga na vijimelea wa magonjwa. Unakuta labda kuna kuku waliumwa mafua au waliumwa miharo, vile vijimelea bado vipo. Kuna dawa waga tunaitumiaga ya dukani, inaitwa Virid. Sasa kwa niaba ya Virid unaweza ukatumia hili jivu kama hivi. Yaani unamwaga tu kama kwa mfano hili banda hapa limesafishwa, unamwaga hivi, umeona?
Ukimwaga hivi unakuwa umeua vijimelea wa magonjwa. Unamwaga banda lako lote. Kwa mfano hapa unaona tumeweka bulda ile pale, lakini kabla ya kuweka ile bulda tulimwaga hili jivu, tulisafisha kwenye bati pia. Kama humu unaona hamjakaa safi, unachukua unamwaga jivu. Umeona? Dawa zile zinauzwa gharama sana, lakini unaweza ukatumia tu hili jivu na ukawa umeua vijimelea wote wa magonjwa, au wanaondoka kabisa bandani kwako. Kwa hiyo hapo inakusaidia. Unaona? Hayo ni matumizi ya jivu kwa haraka kabisa, unaweza ukayatumia kwenye ufugaji wa kuku. Lakini pia hili jivu nimeshakwambia kwamba linatibu kideri vizuri kabisa. Ukichukua, kuna mchanganyo hapa nitakutajia. Ukichukua aloe vera, majani yale ya aloe vera yale, labda vipande vya wastani kama 3 hivi, ukachukua kitunguu saumu, kitunguu maji, kitunguu saumu kimoja, kitunguu maji kimoja, ukachukua na tangawizi moja, kisha ukaweka mle na vijiko viwili vya jivu kama hili hapa. Ukachota vijiko viwili vya chakula, ukachanganyia kwenye maji lita 10. Hapo utakuwa umekwisha kutibu ugonjwa. Kama kuku wako ana kideri, wape huu mchanganyo siku 2 mfululizo. Yani ninapozungumzia siku 2 mfululizo, namaanisha kwamba kila ambavyo unakuwa unaweka kwenye maji, mchanganyo wote unavyokuwa unaweka kwenye maji, basi hakikisha unaweka na yenyewe. Kama kuku wako ana kideri, wanapona vizuri kabisa ndani ya hizo siku 2. Kwa hiyo ni dawa fulani ambayo inasaidia sana. Niishie hapo, na ninawakumbusha tu sisi KingoFarm tunatoa elimu ya ufugaji. Kama we ni mfugaji, kwa mfano hapa tumeleta hawa vifaranga. Ukiangalia hata kwenye makopo yao kuna tiba ya asili ambayo tumeiweka. Kwa hiyo pale waga tunaelekeza kwenye kundi la mafunzo. Kundi letu kujiunga, ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2, lakini pia tunavyo vitabu vizuri sana ambavyo vitakuelekeza jinsi ya ufugaji, especially kuchanganya chakula, lakini pia jinsi ya kutengeneza tiba za asili ili uweze kuwatibia kuku wako. Mfano kuku wako wanaumwa kideri, jinsi gani utawatibia. Wanaumwa coccidiosis, jinsi gani utawatibia. Hivi vitabu tunaviuza shilingi 10,000 kitabu kimoja. Tunavyo vitabu 5. Cha kufanya wewe, tupigie simu tuambie, bwana mimi ninafuga kuku hawa hapa, ninafuga labda chotara, nafuga kuku wa kienyeji. Sisi tutakushauri vitabu ambavyo vitakufaa zaidi, au ukatuambia changamoto yako kubwa ni ipi, changamoto gani ambayo unapitia kwenye ufugaji. Sisi tutakushauri vitabu gani ambavyo vitakufaa. Kitabu chetu kimoja ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp.